Sikununua, nilipewa babu. Nilipewa zangu bamia, nafika naweka ndani nakuta bamia. Nini kuambiwa kwamba bamia bwana usienda. Nikanunua nikamwona ndio kufuli. Sasa pale. Ndio jana jamaa kuja kunilalamikia damu mwanangu. Chips. Kwa chips uliweka wapi babu? Uliweka kwenye koti. Na soda. Chips na soda babu. Chips kwa kuna koti. Jamaa amelaumu kinauma. Wanangu kama kawa. Fresh waka. Mamishi. Kama kawaida. Fresh kabisa. Babu, siku yangu ya leo yani havieleweki. Nilisikia leo umepata dila kwenda na ni chaka. Babu, nimeenda pori kwa huyu bibi nani huyu. Atoagi hela ndefu. Si ndo na ule pale bwana ule naye. Kaenda skule pori, kaja kurudi na 5000. Babu, achana na Ebola 3000. Ishu nini? Mimi nimetoka zangu kule sina hii wala hii. Unajua barabara zenyewe la pori. Nafika babu, nakutana na mshua mmoja hivi. Yaani anatembea ni mlevi si mlevi. Yaani haeleweki kifupi. Hapa na hapa babu nikamkosa. Umeona? Yaani kiukweli siku yangu ya leo sio poa. Ingekuwa mimi ningemgonga, yani ningempiga na makofi au hadi na mianzi kabisa. Sema vitu vingine mwanangu, unaamua tu kuacha. Hizo ni kesi. Hamna kesi babu, wewe unamgonga. Yaani mtu anatembea na mawazo. Hizo ndio kusababisha watu tunaenda unafungwa. Mkanya mdogo. Mkanya hata utosha. Nisubiri mpaka mwanangu aje. Hata moto hujawasha, mimi nikajua kama nikirudi nyumbani nitakuta talichali. Amna mume wangu, mkao ulikuwa umeisha. Alafu pia nilikuwa nakusubiri wewe. Sawa, ngoja basi nichukue kiti kwanza. Tuapo tuongee, sawa? Basi sijali wapi. Ila mimi kwako sikumuni. Ndio maana najichekesha sana. Umenifunza tofauti ya kupenda na kupendana. Wewe. Okay, sasa hapo. Nakuja. Sema nini mwanangu? Ndio. Ila kazingua sana. Nimemgusa kaka hata mawili matatu. Hapo mbaya zaidi, yani eti namshika yeye mwenyewe ananikunja shati. Yaani mtu ana makosa bado. Jamaa kabisa huyo. Kaka. Aise. Kitambo sana bwana. Onekani sasa. Nilipo babu. Kwa chini. Peleka kichwa kaka. Kaka. Yaani hata timu hamna. Magumu mtaani kwa tunapambana tu bibisha. Au ndo brandi kule kaka amekubana ofisini mambo ya brandi. Mambo saizi ya kuprint. Kama nasema lakini mwanangu. Fresh kabisa. Tunaenda baba. Babu mdogo sema tu yani babu mami kosi. Yaani ndio sio poa. Unajua nini mwanangu? Ila kuna mke huyu wa jamaa yetu huyu anazingua sana. Nani? Mke wa huyu jamaa yetu huyu jamaa mwenye anakaa hapo chini. Huyu brother anaishi mitaa kati hapo. Huyu jamaa yake. Nimemkuta mke wake mwanangu, shemeji yetu. Yuko na jamaa fulani hivi tumekaa naye kitotoloni mwanangu. Kuna jamaa yangu akapita. Tulikuwa naye mimi na yule jamaa yetu. Namwambia mwanangu usiende kumwambia jamaa hata mahindi. Unajua jamaa yetu alivyo yule jamaa. Ndio sasa mahindi nataka kumwambia mambo ya nini ya mauaji. Na wewe mshikaji labda umebahatika kumjua au? Huyu jamaa ni mgeni. Au ni huyu dama wanayemsema Chapombe huyu. Nasikia amekuwa yani ni kamata. Sura yake yule jamaa ni mgeni kwangu. Yaani inaonekana kama anapangamia vitu vile sivyo. Yaani kimeniuma sana. Nikamwambia bwana tulikuwa na mshikaji wangu. Tunamfahamu mshikaji wangu mwenyewe. Yule janja akikofia. Anavaa kofia. Jamaa wangu ananiambia mimi naenda kumtonya jamaa. Ananiambia sio kitu kizuri mwanangu nazingua. Haya ni maafa unakoleta mauaji. Unajua mke wa mtu kama mwanangu mtu akija upande wa mke wako hivi na hivi. Lazima hata una maini. Unajua? Nikampaka mshikaji bwana usimwambie. Jamaa sasa mimi naenda kumwambia sio nini. Yaani jamaa kawa na juu kabisa kama naenda kumwambia. Basi sijajua kitachotokea tena huko. Sema nini mwanangu? Tutaongea leo. Mimi kuna sehemu naelekea mara moja tutaongea. Haina noma, mpe hai. Hamna noma bwana. Unajua wanangu hiki kijue kishakuwa noma hapa, ngoja na mimi niamke hapa.
nimechoka hapa. Afu mke wangu. Watu tumeachana muda mrefu sana kule, nilijua kama utakuta chama shapika. Kwani ulipitia wapi? Mume wangu, unaniuliza leo nilipitia wapi? Tulipoachana pale, nilikuja nyumbani, nikalala vile tu hivyo, nilikuwa sijisikii vizuri. Sawa, mke wangu, ila sasa kuna kitu kimoja kinaniumiza sana kichwa leo. Kweli wewe ndo mke wangu. Hivi ni kweli wanasema kwamba mwanamke anaweza kuona kuolewa kwa mwanaume simpeni? Ipo. Mimi siafiki kama ni kweli. Kwa sababu najua muda mwingine mimi huoga sana na naheshimu zile misemo za wahenga, kwa sababu wanasema kwamba ni heri ya pengo kuliko ilikuwa na kino bovu, kwa sababu litakutesa. Alafu vile vile usipojua thamani ya heshima hata kidogo, kama hautojua madhara ya dharau. Hivi unajua kwa nini mimi naongea hivyo? Bwana, kuna rafiki yangu mimi ana mke sana. Ila sasa huyo mke mwenyewe anamsaliti. Anamsaliti. Mwanaume anampenda sana mwanamke, ila mwanamke ndio hivyo anamsaliti. Yaani kuna sehemu moja hivi walimkuta yule mwanamke wao mshikaji wangu huko na jamaa. Sawa. Sasa yani isho tu mimi nilipata zile story. Kifupi imeniuma sana. Yaani ikiwa kama vile mwanaume hapo na mimi sasa shikani nimeoa. Sijua kwa sababu wanasema kwamba lisemalo lipo. Na kama alipo laja. Ila kweli mapenzi yanaumiza sana. Sawa. Usoni yani kwa mtu anayemwamini afu anakuja kusaliti hata sababu kitu kidogo moja. Anaanza kwamba hata amekombela ya kwenda kusikia kwa wakati huo kwamba sina jali kosa. Au pengine wanakuwa hata tu mkikutana tukapendana basi kwa kuchukua akakweka ndani kwa maisha kama yanaweza kwenda na serikali inasema kwamba ukishaishi na mwanamke zaidi ya miezi 6 wewe ni mke wako halali. Sasa sisi vijana tunadharaulika sana, yani pale unakuta unachukua mtoto wa mtu hujatoa mahali. Tunadharaulika sana. Na hicho ndicho ambacho jamaa kinachomuumiza kwa sababu hajatoa mahali, ndio maana anafanyia vitu kama hivyo. Tunatoka jana mwanangu. Safi Justin, kama kawa? Fresh tu. Nielekeze mwanangu. Kwa mwanangu sasa ile issue kwa ulienda kumwambia yule blaza.